jubilati wetu Sister Hilda pamoja na masista wa jubilati wenzake, waheshimiwa wanafamilia wote na waamini wote tuliokusanyika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tunawakaribisha kwa furaha kubwa katika parokia ya Mtakatifu Laurenti Shahidi hali ya hewa kwa adhimisho la misa takatifu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 25 aliyomjalia ndugu yetu Sister Hilda Njombo. Naomba tumpongeze kwa makofi na vigelegele. Wapendwa taifa la Mungu, misa hii ni ya kumshukuru Mungu. Tunavyojua Sister amejitoa maisha yake kwa ajili ya kanisa la Mungu na kwa ajili yetu. Kumbe tusherehekee kwa furaha, amani na upendo. Na katika misa hii ndani yake kutakuwa na adhimisho la ibada ya sakramenti ya ubatizo kwa mtoto mmoja anaitwa Giovanni. Karibuni nyote, na pia tunaungana na wanakamati walioandaa sherehe hii ambao wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, na wanamwombea Sister Hilda anayetimiza miaka 25 ya utawa. Wanamwombea kwa Mama Bikira Maria aendelee kujaliwa afya njema ya mwili na roho siku zote za maisha yake na utume wake. Pia wanamtakia kila jema katika utume wake popote atakapokwenda. Karibuni sana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni furaha iliyoje kama alivyotuambia baba hapa, lakini hasa pia tukumbuke Mwenyezi Mungu anapoongeza taifa anazidisha furaha. Huyu mtoto mmoja anayebatizwa leo hii ni furaha kubwa kwetu wana parokia, lakini ni furaha kubwa na zaidi kwa sister, kwa sababu una kazi ya kumwombea huyo mtoto. Unapata mtoto katika siku yako ya leo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, unapata mtoto. Ongeza sana kumwombea daima. Kama ni wa kiume hapa kwa pale akijua. Basi ndugu zangu katika Kristo, na sasa tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kuadhimisha vyema mafumbo haya matakatifu na kumngamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi mwenye huruma atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie,
kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako, hata sisi wenyewe. Upokee shukurani za mtumishi wako Sister Hilda Njombo. Utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zote, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayoisikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu. Lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli, akamwambia, Bwana asema hivi, je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri, wakiitumikia nyumba ya Farao? Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli, ili awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa naivera mbele zangu? Nami sikuwapa watu wa mbali ya baba yako dhabihu zote za Waisraeli zilizotolewa kwa moto. Neno la Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Ulinisukuma sana
amefanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, ishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu, ambaye awaita, naye atafanya. Neno la Bwana. Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi,
kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Haya nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. Neno la Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Zangu wapendwa, tumekusanyika leo kumshukuru Mungu kwa miaka 25 ya dada yetu na mama yetu Sister Hilda Njombo. Ndiyo aliyoitika miaka 25 iliyopita, ambao nitume mimi Bwana, imetimia miaka 25 sasa. Leo anarudisha shukrani kwa Mungu kwa utii aliouonyesha, upweke na ufukara alioishi, wenye faida na matumaini na utajiri mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Miaka 25 wazazi walimtoa kama zawadi kwa kanisa na mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo tena anarudi tena akishukuru Mungu kwa sababu ya safari ya hiyo miaka aliyoipita 25. Ndugu zangu, tumesikia kwenye somo la kwanza, kwa ufupi linaeleza Hana anapoenda hekaluni kumtolea Samueli. Baada ya sala ya muda mrefu akisali akilia mbele ya Mwenyezi Mungu, akiomba Mungu ampatie mtoto. Aliahidi mbele ya Mungu kwamba Mungu, ukinipa mtoto nitamtoa kwako, atatumikia hekaluni maisha yake yote. Na Mungu akajibu sala yake na kumpatia mtoto wa kiume. Kwenye somo la leo tunasikia sasa anaenda kumkabidhi kwa Eli ili aweze kutumikia sasa kama vile alivyoahidi mbele ya Mungu kwamba ukinipatia mtoto nitamtoa kama sadaka aweze kutumikia ndani ya kanisa lako. Miaka 25 iliyopita wazazi walimtoa kwa Mungu Sister Hilda Njombo kama zawadi ili aweze kumtumikia Mungu na kanisa lake hapa duniani. Hiyo ahadi ambayo kama hawakuiweka, lakini Mwenyezi Mungu aliyemwita na kuweka wito ndani yake, basi akaitika na kukubali. Na hivi leo anarudisha shukrani kama alivyofanya Hana baada ya sala na kuomba katika yote aliyoyapitia kwa miaka 25. Leo amerudi tena kwa wanahali ya hewa kumshukuru Mungu pamoja nanyi kwa kumpitisha katika yote aliyoyapitia kwa miaka 25. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, kwenye maisha yetu mara nyingi tumekuwa tukiweka ahadi. Kuna ahadi ambazo tunaweka za siri za ndani ya mioyo yetu. Kuna ahadi ambazo tunaziweka za waziwazi za kuahidi. Kwamba unasali kwa Mwenyezi Mungu, ninahangaika napata kazi. Nikipata kazi 10% nitakuwa natoa kila kwenye mshahara wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Wale ambao tunafanya kazi unasema 10% nitakuwa nafanya nini? Unapata kazi. Kisha pata kazi, mshahara wa kwanza unasema kwa sababu ni wa kwanza, ngoja niweke vizuri mambo yangu. Na hivi mshahara utakaofuata ndio unafanya nini? Utatoa kwa nani?
Utakapokuja wa pili unasema mambo yamekuwa mengi. Huu mwaka mmoja wa kwanza, ngoja kwanza nifanye kazi, niweke mambo. Mwakani nitaanza kufanya nini? Wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka inafanya nini? Wengi hatujui kumshukuru Mungu. Tunaomba, tunaweka ahadi kwamba Mwenyezi Mungu nakuahidi, ukinipa hiki nitakurudishia. Wengine unajikuta unapitia katika kumweza kwenye ndoa, familia, changamoto ya afya, anasema Mungu, ukinirudishia afya yangu, mimi nitakuwa mwaminifu, nitasali na kuimba kwaya. Ikisha rudi sasa, tumsifu Yesu Kristo. Unasahau yote uliyofanya nini? Sasa kwa Sister Hilda imekuwa tofauti. Baada ya ahadi yake aliyoiweka, leo amekuja tena kumshukuru Mungu kwa kutimiza miaka mingapi? 25. Na hivyo tunapomshukuru Mungu kwa ajili yake, basi atukumbushe na sisi kwamba tunapoweka ahadi na nia mbele ya Mwenyezi Mungu, tunahitaji kuzitimiza na kuzisimamia. Ndugu zangu, kwenye somo la pili linaweza likawa linabeba mambo makubwa ambayo ameyapitia Sister Hilda katika miaka yake 25. Mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ambalo tumelisikia, Sister Hilda miaka 25 iliyopita, unaalikwa leo kufurahi kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe siku zote. Na hivyo Mungu anakualika uendelee kufurahi katika magumu unayopitia. Miaka 25 iliyopita yawezekana imekuwa ya majonzi, imekuwa ya furaha, imekuwa ya kupoteza wapendwa wako, kupoteza marafiki waliojuana nao, uliosoma nao, kazi unazozifanya, sehemu ulizopita. Machungu yamekuwa kila aina, inawezekana furaha kama ni kidogo zaidi, lakini Mtume Paulo anasema ufurahi wakati wote kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, na ndio maana umeyashinda na kuyavuka hayo yote. Inawezekana tangia kwanza kwako ulikuanzia maisha, ulikopita kwenye nyumba ulizopita, katika kusoma kwako, katika kazi zako, changamoto zote unazozipitia, uonyeshe furaha kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe na anazidi kukuongoza, na ndio maana amekupa mpaka hiyo miaka 25 ambayo leo imetukusanya hapa tuweze kufurahia. Jambo la pili ambalo Mtume Paulo linakuwa kama ujumbe kwako, anakualika usali na kuomba bila kuchoka. Katika utawa wako miaka 25 uliyotimiza, utume wako wa shuleni hasa unaofanya pamoja na nyumbani, iwe sehemu ya sala yako, kwamba kazi unayoifanya iwe ni sehemu ya sala. Watu wakiona unafanya kazi na unavyofundisha, unapoishi na wenzako, waseme kweli huyu ni mtawa, tunaweza kujifunza kutoka kwake. Namna yako ya kufanya iwe ni sala tosha mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hivi usali bila kuchoka, piga magoti kanisani, sali katika kazi zako. Namna unavyofanya kazi inakuwa ni sehemu ya sala, kwa sababu kama unaifanya kwa upendo na kujitoa, basi hiyo ni sala kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo unaalikwa kusali bila kuchoka, kwa sababu Mungu ndio tumaini lako na ndiye aliyekufanikisha ukafikisha miaka hii 25 leo. Jambo la tatu, Sister Hilda, ambalo unaalikwa kwenye somo hili la pili, unaalikwa kumshukuru Mungu kwa mambo yote mema na mabaya ambayo umeyapitia katika maisha yako. Miaka 25 umepitia mengi kama nilivyosema. Yapo mabaya, yapo mazuri, lakini yote katika yote tunaalikwa tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye anayetujalia hayo yote kuyapitia. Na hivi leo unaalikwa umshukuru Mungu kwa sababu hayo yote uliyoyapitia alikuwa pamoja na wewe na umefanikiwa kuyapita. Ndugu zangu, katika somo la Injili inabeba ujumbe kuishi upendo wa Kristo. Wito ulionao sister si wa kwako. Umeshaguliwa na Mungu kama tulivyosikia kwenye somo la Injili kwamba si ninyi mlionichagua bali mimi ndio nimewachagua ninyi mwende mkazae matunda. Mwenyezi Mungu alikuchagua na akapanda mbegu ya wito tangu tumboni mwa wazazi wako. Hiyo mbegu inapaswa ionyeshwe kwenye maisha ya upendo unayoyaishi, namna yako unayotumikia. Miaka 25 yawezekana iishi haikuwa vile vizuri zaidi, lakini sasa unapofanya miaka 25 na wajubilanti wenzako wote, ni ujumbe kwenu kwamba miaka 25 ambayo mnaiadhimisha, tunatarajia mambo yafuatayo kutoka kwenu. Kwanza, tunatarajia tuone mnaishi upendo, kwamba tuonje upendo kutoka kwenu kwa sababu ya uzoefu wa miaka mliopita. Mmeshapita katika magumu, katika machozi, katika furaha,
na hivi kwenu liwe darasa kwa hao ambao wanakuwa, wengine ambao wako nyuma yenu, waweze kuonja upendo kutoka kwenu. Kama mlishindwa miaka 25 iliyopita, sasa ni muda wa kuanza kuyaishi. Jambo la pili ambalo linaendana kwenye somo la Injili, maisha mlioishi miaka 25 iliyopita, mmeshapita kwenye ujana. Tegemea nyinyi sasa ni wazee, mmeingia kwenye kundi la wazee. Tumsifu Yesu Kristo. Kwenye ujana mmeshafanya nini? Mmetoka. Na hivi tunapokuwa na wazee miongoni mwetu, tunategemea hawa ndio watu wa kuomba ushauri. Hawa ndio watu wa kutuongoza katika njia iliyo sahihi. Tunapokosea watuonye kwa upendo kwamba hapa sio sahihi. Na hivi Sister Hilda pamoja na wenzako, tunategemea kuanzia sasa tuone kwenu ule uzee kweli uonekane. Uzee sio miaka, uzee ni busara na hekima ambayo mtaionyesha katika miaka. Na hivi miaka 25 inaweza sio chochote kama hakuna busara na hekima katika maisha yenu huko mnakoishi na kufanya mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani mtawa anapopangwa kwamba unaenda kuishi Mbalizi na Sister Hilda, asianze kulia na kusali kwamba Mungu niepusha na kikombe hiki, bali afurahie kwamba anaenda kuishi na mama ambaye ana upendo, ataniongoza katika maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Tunajua hata sisi mapadri unapopangwa kwenda parokia fulani, unapewa na maonyo kabisa kwamba unaenda kuishi na fulani, angalia yuko hivi na hivi. Sasa isiwe kwenu nyinyi wa jubilanja ambao mmefanya leo, mmefanya jana sherehe yenu. Napaswa mtu anapopangwa kwako atamani hata siku hiyo aliyoambiwa aweze kuripoti ili aweze kuonja upendo na kuishi nini? Upendo. Na hivi tunategemea kutoka kwenu, tusihesabu tena miaka 25, bali tuhesabu upendo na hekima kutoka kwenu kwamba hawa ni wazee sasa ambao tunawategemea katika nini? Katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo lingine ambalo tunalitegemea kutoka kwenu kwa miaka 25 ambayo imeipitia, nyinyi ni walezi sasa. Ni walezi wa watu, walezi wa watawa wenzenu wadogo, walezi wa mapadri wanaokuja mnaokaa nao maparokiani. Na hivi nyinyi mnapaswa kuwa sababu, kuwa kiunganishi cha makundi haya yote, kwa sababu tayari mna uzoefu. Nikikuuliza sister, umepita parokia ngapi? Umeishi na mapadri wangapi? Watawa wangapi? Ni wengi. Na hivi tayari una uzoefu mkubwa. Na hivi unapounganisha ya huku na huku, unaweza kupata jambo lililo zuri la kufanya waunganishe watu waweze kuishi katika umoja. Na hivi tuwaombe kwamba muwe sababu ya kuunganisha watu na sio kutenganisha watu. Tusianze sasa na kupanga na kuja Iwambi, naanza kusema nakuja Sister Hilda. Hapa ngoja niende kwa mama mkuu, siwezi kuishi naye. Isiwe sababu kwenu. Yaani ukipangwa ndio kabisa anakuja Sister Hilda, basi wawata wangu watakuwa vizuri. Anakuja Sister Hilda, basi parokia yangu itaenda vizuri. Haya tunayategemea kutoka kwenu kwa sababu ya uzoefu na miaka ambayo imeipita. Sisi ambao tunakuja tunajifunza kwa kuangalia. Mara nyingi nasema mtoto anajifunza kwa kufanya nini? Kwa kutazama zaidi kuliko kusema. Unaweza kuwa unasema mengi lakini anaangalia zaidi unayofanya nini? Unayoyafanya kuliko nayo. Hivi tuwaombe Sister Hilda pamoja na wenzako, sababu ujumbe sikupi wewe tu, ni wote. Kuna wewe na wale wengine wanaokuja nyuma ambao tayari nao wanaingia kwenye kundi la nini? La wazee. Uzee wenu uwe ni faida kwa sisi ambao tunakuwa na kwa kanisa. Mwisho kabisa, mmeshasherehekea miaka 25. Ni hatua. Tayari kwanza mmeshatangaza vita na shetani tena. Kwamba bado mna imani, mko imara, mna nini? Mna nguvu, mnataka kuendelea kumtumikia nani? Kwa sababu unaposhukuru si unaomba tena. Na hivi kushukuru ni kuomba miaka mingine. Hii miaka mnayoiomba mtakutana na mambo mengi ambayo bado mnahitaji kupambana nayo. Tunawaombea katika hii miaka muweze kufanikiwa, mfike na nyinyi 50 kama walivyofikia wale mama zetu wengine ambao tunao hapa, na nyinyi muweze kuifikia. Lakini hiyo 25 iliyobaki basi ikawe ni miaka ambayo italeta furaha katika kanisa pamoja na jumuiya zenu. Mnapoelekea kwenye hiyo miaka, hii miaka ya mbele ni nyinyi kujiandaa leo. Ukiishi vibaya sasa miaka ulionayo, kesho yako pia itakuwa. Ukigombana na watawa wenzako miaka ya leo, utashindwa kuishi nayo unapozeeka. Sio kama mnanielewa. Tumsifu Yesu Kristo. Kulikuwa na mji mmoja. Ule mji watu waliokuwa wanaishi katika ule mji walikuwa wanaongozwa na mfalme, na utamaduni ilikuwa mfalme anaongoza kwa miaka 7. Anachaguliwa kwenye kundi, akishachaguliwa na wazee wamependekezwa na anatakiwa aongoze miaka mingapi? 7. Baada ya miaka 7
alikuwa anapelekwa kwenye mji ambao uliandaliwe. Ule mji ulikuwa hauna nyumba, hauna chochote, na hivi wengi waliopelekwa kule alikuwa akikaa sana ni miaka 2 wanakufa. Sasa ikatokea ameshaguliwa kijana mmoja ambaye alikuwa ni mdogo tu, miaka 20, kwamba wewe ndio unamchaguliwa, umependekezwa na tukua nani? Mfalme. Akarudi nyumbani kwa mama yake, analia sana kwamba mimi nimeshaguliwa kuwa nini? Mfalme. Mama yake akamuuliza unalia nini? Anasema nalia kwa sababu najiona na miaka mbele yangu isiyozidi 9 nakuwa nimeshafanya nini? Nimeshakufa tayari. Sasa anashindwa, nikatae unife mapema. Mama yake akamwambia usilie wala kuhuzunika. Wewe si ndio mfalme saizi miaka hii, sio? Hii miaka 7 unaweza kuitumia sasa. Badala ya kuacha ule mji ubaki bila watu, unaweza kuanza kupeleka watu polepole na kupeleka vitu, kutengeneza huduma za afya na vitu vingine, ili uwe ni mji wa kuishi nini? Watu. Tengeneza mashamba, weka mifugo na vitu vingine, watu waanze kuishi. Akaanza kuyafanya kufuatana na ushauri wa mama yake. Kuanzia mwaka wa kwanza akapeleka watu wachache, wakaendelea kuishi kule, wanadhaliana, wanalima, wanafanya shughuli zingine, kapeleka huduma zingine. Ilipofika miaka 7 ya kustaafu, anapoambiwa aende kwenye ule mji, haendi tena kwenye mji wa ukiwa, bali anaenda kwenye mji ambao una nini? Kuna watu tayari wanaishi na huduma zinapatikana. Sasa Sister Hilda amekuja kwetu sisi kama wazazi, amekuja analia kwamba siku zake za mbele tayari ameshachaguliwa, miaka 25 anakoelekea, anajua kabisa kuna mambo ambayo ni magumu. Sisi kama wana hali ya hewa tunapaswa kumpa moyo na kumwambia huko anakotakiwa kwenda anapaswa kuandaa nini? Leo, kwa sababu ana afya, ana nguvu, na hivi aandae kesho yake leo, ili atakapokuwa anazeeka kama nilivyosema, maisha yake tena asiwe na mashaka wala asianze kuhuzunika kwamba mimi nitakapozeeka nitaishi kama fulani. Sasa Hilda, tunakuombea sana, Mwenyezi Mungu akusaidie hii miaka 25 na mingine inayokuja, basi uishi upendo na hasa kazi unayoifanya. Amini mpaka sasa na vijana wengi ambao wanajivunia kwamba mimi nimefundishwa na Hilda, nimefundishwa na sister fulani mwalimu wangu, na hivi hawa wote iwe ni sala kwao. Jitahidi kuombea na wao waombewa na hali ya hewa, waendelee kuwa na umoja. Tumsifu Yesu Kristo. Ile ibada ya ubatizo mtoto Jovan, karibu wazazi pamoja na msimamizi. Mtoto huyu atabatizwa na padre, atajitambulisha mwenyewe baadaye jina lake. Padre karibu, na wazazi na msimamizi karibu pia. Tunaomba mshumaa wa Pasaka. Kazi ya mshumaa wa Pasaka inapokuwa imekwisha, kama sasa, unabaki na kazi mbili kwenye maazimisho ya mazishi, lakini pia wakati wa ubatizo mshumaa ule wa Pasaka unawashwa tena. Mmempa mtoto wenu jina gani? Giovanni Emmanuel Nguru.
Mnamwombea nini Giovanni katika kanisa la Mungu? Tunamwombea baraka na mafanikio katika maisha. Ubatizo. Je, mnapomwombea mtoto wenu ubatizo, mwafahamu wajibu mnaopokea, yaani kumfundisha imani apate kushika amri za Mungu na kumpenda jirani kama Kristo alivyokufundisha? Ndiyo, tunafahamu. Msimamizi, je, uko tayari kuwasaidia wazazi wa mtoto huyu katika wajibu wao? Ndiyo, niko tayari. Giovanni, jamii ya Wakristo inakupokea kwa furaha kubwa, nami kwa jina lao nakutia ishara ya msalaba, nao wazazi wako na msimamizi watakutia pia ishara hiyo ya Kristo mkombozi. Nanyi nawe mzazi pamoja na msimamizi, mtieni mtoto wenu ishara ya msalaba wa Kristo mkombozi katika damu ya Yesu. Tusimame. Ndugu zangu, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo amshushie rehema yake mtoto huyo atakayepata neema ya ubatizo, wazazi na msimamizi nao wote waliobatizwa. Kwa fumbo takatifu la kifo na ufufuko wako, upende kumjalia mtoto huyo uzima mpya kwa ubatizo na kumwingiza katika kanisa lako takatifu. Bwana, kwa ubatizo na kipaimara, upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako. Bwana, kwa utakatifu wa maisha yake, upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Bwana, upende kuwafanya wazazi na wasimamizi wawe mfano mwema wa imani kwa mtoto wao. Bwana, upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako. Bwana, upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo. Bwana, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mtakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Laurenti mlinzi na msimamizi wa parokia yetu, Mtakatifu Giovanni, watakatifu wote wa Mungu. Okay. Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya Shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyo akishaondolewa dhambi ya asili umfanye hekalu la utukufu wako, naye Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ikukinge nguvu ya Kristo Mwokozi, tunakutia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika huyo Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala milele na milele. Ndugu zangu, tumwombe Bwana Mungu wetu amjalie mtoto huyu uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Tusimame. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi, mtoto mliyemleta karibu atapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi jitahidini kumlea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yake siku kwa siku. Basi iwapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo imani ya kanisa wanaobatizwa watoto. Mwamkataa Shetani?
na mambo yake yote nayakataa, na fahari zake zote nazikataa, mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. nasadiki Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba. nasadiki Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. nasadiki. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Je, mwataka Giovanni apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja? Giovanni, ninakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nataka mrudie tena. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, alimuokoa mtoto huyu katika dhambi, akampa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Napaka sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili uunganike na taifa lake, uendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi upate uzima wa milele mbinguni. Giovanni, umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zako, ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Tuitikie amina. Pokea mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na msimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mumsaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Bwana Yesu aliwafanya viziwi wasikie na bubu waseme, akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa mdomo imani ya Kikristo, kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Tuitikie amina. Amina. Ndugu zangu, mtoto huyo aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu atampokea Bwana aliyejitoa sadaka. Tumshangilie kwa makofi na kile nilichokisema. Ahadi hiyo masista watazidi kumwambia mtoto na kuwakumbusha nini majukumu yenu. Makofi na vigelegele.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea sadaka ya sifa kwa ajili ya mapaji uliotujalia. Tunakusihi kwa unyenyekevu tujalie, ili uliotukirimia bila mastahili yetu tuyatumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe huna haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa hazikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Thank you.
na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akashukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu. Tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Laurenti msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, wewe aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na upendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako
Baba Mtakatifu wetu leo kwa kumnena na askofu wetu mkuu Gervas Nyisunga, askofu msaidizi Godfrey Mwasikaga, pamoja na maaskofu wote, wakero wote na watu wote tunawafanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huu ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina.
Tuombe. Mungu, umeturudishia kile tulichokutolea kwa ajili ya kukushukuru, ukakifanya kiwe kwetu sakramenti ya mwanao iletayo wokovu, yenye kutulisha kiroho. Utujalie tuimarishwe hivi kwa vipaji vya ujasiri na furaha, hata tustahili kukutumikia kwa bidii zaidi na kupata fadhili zako mpya kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani.